He shot the tree and he climbed what? The buffalo. Sometimes God gives people vision. And when God is giving you a vision, He is preparing a way for you. You only need to be keen on the instructions of God, so that you may not find yourself happened to shoot the buffalo, and you happen to shoot the tree, and you happen to climb the buffalo. We are supposed to climb the tree. Jesus is the tree of life, and we should find our safety there, our peace there. So may the Lord bless us all. Thank you. May we pray. Everlasting mighty God, thank you for your word. Thank you for such a wonderful time like this one, Lord. You have allowed us to congregate in your house. It is because of your glory. It is because of your honor. It is because of your praise. We want to honor you because of the bread we have. We want to thank you, Lord, for your faithfulness in the mighty name of Jesus. We honor you, Lord God Almighty, because of everyone who has come to worship with us today. Our members and even the honorable members whom, Lord, you have chosen in our republic. We pray that, Lord, this word will have a place, will find a place in their lives to encourage, Lord, to strengthen, Lord, to promote all things of glory, and even to make a way where there seems to be no way. Because the Bible says, even at Gibeon, somebody prayed and told God, may the sun stand still. Even today, Lord, you are able. Everyone who is undergoing different challenges in their lives, I pray for them, that, Lord, you may stop every business because they are your children, to bless them and to honor them. In Jesus' name we pray. Amen. Tupigie Yesu makofi mazuri sana. Mazuri sana. Naomba nirudishe hiki kipaza sauti kwa yule ambaye ataweza kutuelekeza kutoka mahali pale, ili viongozi wetu waweze kupata nafasi ya kuongea na sisi. Okay, mimi nitarudisha upande wa siasa, lakini mtambue nimeona seneta wetu kwa mkweli. Wakili Daniel kutoka Maango. Karibu sana. Kuna mheshimiwa. Watu wa Makweli County ndio mko hapa. Fungeni seneta wetu mkono. Naitwa Seneta Daniel kutoka Maango. Tunatambua watu wetu. Lazima utambue mama na baba. Ni kweli. Sasa nataka kupeleka upande wa Kelly. Si Kelly yako wapi? Lakini sema kwamba kwa mheshimiwa Eugene, mheshimiwa baba yao, mheshimiwa Kioni, mmejua vyema. Najua mimi nimezaliwa wakati wa Moi, His Excellency wakati wa Moi, na nimejua kwa minister mmoja tu anaitwa Honorable Steve Kalonzo Musyoka. Na wakati huo tulikuwa na ile inaitwa peace. Unajua kuna kitu inaitwa vema. Anaona bwana Kioni, bwana wengine wa Malo na baba yao nimeona vema, because mheshimiwa Kalonzo Musyoka akapenda. Nimesema wakati anaingia 2007 akaingia katikati, mambo ilibadilika vema. Kwa hivyo you are working with a man of vema. Yaani unazangu naona seneta wangu hapa. Wakati akisimama akisema mheshimiwa Kalonzo Musyoka lazima apewe heshima, na pia tuko na kijana hapa Isaac Wambwe, kuna mtambue. I have your beliefs. Akisema lazima kiongozi wa Wiper apewe heshima. Na mimi narudia hivyo. Lazima apewe heshima. Na usikana wale wanapatia heshima. Si imeenda. Hii ni kama imeenda. So wacha mimi nirudishe kwa Kelly. Utuelekeze ndio tukaweze kukaribisha wageni, na pia tungeomba pia tutauliza kasisi wetu ampatie mkono wa baraka. Kwa sababu akaona leo upako ndio maana yenu endelee mbele na mbele. Mtu akijaribu jaribu kuja mbele yenu mnapita nayo. Ni kweli? Mnapita nayo. Ndio mpaka pale mnataka. Hiyo ndio maana mnaoga nayo ndio hiyo. So si kanisa tumepata heshima kuu leo. Kwa hivyo tubariki Mwenyezi Mungu. Tukiona waheshimiwa wakiwa pande hii, tunasema hapija haikuwa na waheshimiwa kama hawa. I think for the last 40 years hapija wahi. Kwa hivyo leo ni siku special. Na kama pia baba yao amekanyanga hapa, na kiongozi wa hapa amekanyanga hapa. Yule jamaa amekanyanga hapa. Hai. Sawa. So Kelly nitakurudishia. Na niseme ni asante. Na kukumbuke mahali umepitia kama kichorochoro. Kwa hivyo mtisisahau kienda. Na utafurahi sana. Na tutanena neno hata tutaongea na dini. Ndio mambo yetu kwa sawa. Asante sana.
Asante. Tumpigie chairman makofi mazuri. Chairman, unastahili kuongea wazi. Tumepita kichorochoro, geti inajengwa. Si useme hivyo. Hapo ndipo. Asante. Reverend, may God bless you for the word. Tumpigie Reverend makofi mazuri. Basi bila kupoteza wakati, Your Excellency and all the leaders, we have members of County Assembly from all over Kenya who are here, and nawaomba tu Mheshimiwa Katwani, Majority Leader, njoo hapa. The instruction that have been vested unto me, that all the MCAs, they mention their names, then the Majority Leader, wewe na Kisungi, mnasema nyote less than 10 minutes. Karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Waheshimiwa, simkuja nyinyi na ngoja. Hapa nimeambiwaje Kelly? Waheshimiwa MCAs wenye wako hapa, wenye tunakuja na wao wote, inasemekana MCAs. Naambiwa pia kama kuna former MCAs wenye wako ndani wanaweza fanya hivi tuwaone. Mkiwa mmesimama jamani, msimame tu tafadhali. Asante, nimearifiwa na baba yao, hawa ni wa Kiambu, tunawatambua sana. Bila nakuona, mbona ungefanya hivi mheshimiwa? Asante. Kanisa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina mimi naitwa Francis Kimondo, representing the good people of Kwajenga in Embakasi South. Tumeambiwa tuseme jina, lakini juu mimi ni last born kwa hizi bunge, ni mimi nilichaguliwa wa mwisho, nitasema kitu. Bishop wetu ameongea vizuri, lakini wakati nilikuwa nasimama kama independent MCA, kuna kitu ilikuwa inanitia nguvu. Ile zibo Musa alikuwa nayo, alilizwa na Mungu, uko na nini? Haikujalisha upana wa mto, ilijalisha nguvu za Mwenyezi Mungu zilizokuwa juu yake. Mheshimiwa Kalonzo, that's the biggest favor we wanna pray na tuta inherit kwa hii kanisa tumetembelea leo, na Mungu awabariki sana. Asante. Praise God Church. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Anastasia Mutevu, nimeteuliwa na chama ya Wiper katika bunge la Machakos. Team Kalonzo, jeshi ambayo inaelekea State House. God is good and all the time. Mimi naitwa Mudhoni wa Kalonzo. Nimechaguliwa pale kwa Ruben Ward na tiketi ya Wiper. Wakikuyu mko? Wako romwe guku mushokie ruwe mukaro. Nitoiguithania. The way ni Kalonzo. Kuria kungi tutenda kwaria muno ihinda nĩ rĩgũkinya twĩrane. Asanteni sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Naitwa Catherine Che, member of County Assembly of Machakos, nominated by Wiper Party. Thank you. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa jina ni Sharon Mweni Mutinda, natoka Makueni, nimepewa kazi na chama cha Wiper, na moto wetu kule tunasema Kalonzo to State House. Thank you. Naitwa Rose Kasioka Kadhoka, nominated Kitui County Assembly. Jensi Ria. Thank you. Mimi tambile. Wanamba na support Kalonzo Musyoka. Mkampeni pia kule nje, mwambie watu waanze kujitayarisha na mapema, na mwambie wenzenu na wenzenu even families wa support Kalonzo Musyoka. Thank you. Mungu ni mwema
kila wakati. Kwa majina naitwa Waziri Bakari Baraka. Nimeteuliwa na chama cha Wiper katika bunge ya Kitui, na nina furaha kuwa mahali hapa kuwa na nyinyi. Kile tunahitaji ni maombi. Asanteni sana. Mimi ni Masi Mwema, nimeteuliwa na chama cha Wiper County Assembly of Kitui. Nimetoka Sekuru. Najua mjui Sekuru ni wapi. Sekuru iko Mwingi North. Uko kwa mheshimiwa my party leader, our party leader His Excellency Kalonzo Musyoka. Mark me well. Tukiapishwa kule State House, sisi wote tutateremka kule Sekuru tukasherekee huko. Karibuni sana. Mungu ni mwema na kila wakati. My name is Daniel Ngoima Kimanzi. Nimechaguliwa kule Kitui Township Ward. Hiyo ni ward number 001. Nataka niwaambie kwamba jinsi wameamua. Come 2027 tunachagua mtu ambaye ni mweupe kama pa. Naye ni nani? Si tunamjua? Asanteni. Mungu ni mwema kila wakati. My name is Engineer Kisundu Akatete, Majority Leader Makueni. Your Excellency and the church, we are very happy to be here and we appreciate the preacher for your word. We know what you have spoken here will take us far and our party leader far. Wananchi na wale tuko hapa tunaabudu pamoja. Sisi tunajua hapa ni mapigano kati ya uzuri na ubaya. Huo ndio ukweli. Hapa ni mapigano kati ya the vampires and the Holy Spirit. We know that. Na tunajua hii Kenya yetu ni either twende ile njia inayofaa kwa wananchi ama ile njia inayoangamiza wananchi. Na tunajua mwenye kuokoa wingi ya Kenya ni Stephen Kalonzo Musyoka. Wananchi tunajua ya kwamba kuna wale wanaitwa fake hustlers na kuna wale hustler wa ukweli katika nchi yetu. Tunajua ule anajua taabu, ule alilelewa vizuri pale si Ikulu, anajua mashida ile inatokana na kulelewa vile alilelewa kule ni Stephen Kalonzo Musyoka. Watu wa Makueni na jirani zetu tumeamua na sisi tutapigana mpaka hii kiti ikuje kwa Stephen Kalonzo Musyoka. Ya kumalizia, wewe baba yao unajua maneno mingi, na sisi kama MCAs kutoka Ukambani tunakuomba kitu moja. Tuunganishe na MCAs kutoka Central Kenya tuongee, kwa sababu watu wetu wanaumia. Biashara zimeisha, watu wameteseka. Mombasa Road inaenda vibaya. Kitega uchumi chetu cha Mombasa kusha. Baba yao tukutanishe na hao, tuite kikao, tukae chini bila nyinyi viongozi, tupange siasa. Lazima Kenya ikombolewe. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa. Nilikuwa nimewasalimia, jina ni Munyo Kimanzi, nimechambuliwa ward inaitwa Kiusa huko Kitui County, na mimi ni kiongozi wa walio wengi. Nina furaha siku leo kuwa mahali hapa. Mimi jambo langu ni moja tu. Jamani, nyinyi mnaona vile mambo yalivyo. The only man standing tukiwa venye kuko ni His Excellency Kalonzo Musyoka, akiwa ameshikiliwa na hawa viongozi. Na nina furaha ya kwamba sijui kama ni kwa mara ya kwanza, lakini nimeweza kuona at least jamii ya Wakamba, jamii ya Wakikuyu, at least tumeanza kuongea kwa sauti moja. Sio ukabila, lakini si ni lazima watu waongee kwa sauti moja. Nyinyi mnasema nini? Mnaunga Kalonzo Musyoka mkono jamani? Mtamuunga mkono? Asante, Mungu awabariki. Asante. Your Excellency, allow me to invite baba yao ili aweze kualika waliokuwa wanaitisha viti MPs kwenda na mbele. Karibu mheshimiwa.
mchungaji Pastor Kisenge wa hii kanisa, Mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka, Waziri Eugene Wamalwa, Mr. Kioni ambaye ni SG wa Jubilee Party. Tuna pia waheshimiwa kutoka Senator wa Kitui ako hapa. Tuko na Senator wa Makueni na viongozi wengine ambaye tuko nao hapa, wakili ambaye amesaidia watu wetu sana wale wako upinzani. Kuna nimeona pia Bwana Gakuyo ambaye alisimama kiti ya mjumbe hapa Thika. Pia naona former MCAs ambaye tulikuwa nao hapa na wananchi wa area hii wote. God is good and all the time. Bwana asifiwe. Tusalimiane kwa hewa. Mwadhani Arosho rege. Sisi leo hapa tumekuja kama wageni wa area hii ya Thika ndio tuweze kuongea na nyinyi, na tumefurahi vile mmetukaribisha. Na mimi ningependa tu wale viongozi ambao hawajakuwa hapa, former MCA wale tulikuwa nao kwa ofisi, wakuje hapa. Hata wewe Bwana Gakuyo pia wewe kuja hapa, sababu hata wewe ni kiongozi, si ndio? Tuwakaribishe hapa wote, former MCAs wa hapa wa Kiambu, kujeni hapa. Na kuna watu ambao hamkujua, wale MCA Kimondo na elected MCA Muthoni, hawa ni MCA wetu ambao ni wa Kikuyu wa kutoka huko Nairobi na wako kwa chama. Muthoni alichaguliwa na Wiper na wamefurahi sana vile wamekuja hapa. Wacha wasalimiane tu, alafu kwa kifupi waseme jina zao. Governor Waitito, asante sana. Your Excellency Mheshimiwa Kalonzo SG, the principal wetu hapa Mount Kenya, pamoja na mheshimiwa wetu na Eugene, viongozi wote, hamjabuni kanisa. Sasa mimi yangu ni machache. Nyota imeonekana Siekulu. Ni mwisu? Nyota imeonekana wapi? Siekulu. Evinda nioi ama idhamakwa. Sasa mzee, wakati wako umefika. Praise the Lord. Ihidari ya Kalonzo nirikinye na gutire ngoma kana mundu kana kindu kitonya kwasia hata shika hiyo kiti. Kama venye baba yao alisema, wakati wa mheshimiwa Kalonzo umefika, na ndio sisi tumekuja. Tukisikia Kalonzo wako sasa, sisi zote tunatoka. Na nawashukuru sana. May God bless you. Mimi ni Gakuyo, nilikuwa hapa, Wakamba wakanipa kura. Unanikumbuka wote. Bwana asifiwe. Mnataka nisimame tena ama niwache? Nisimame tena. Asanteni sana. May the Lord God bless you. Asante. Thank you. Watu Mungu makofi. Asante. Amchambo tena. Hapa ni Atikaliwaro Hospital. Mpaka wakati kawa what it is right now. Amesoma kiti ya bunge mara mbili hapa kwa namba 3. Nilikuwa na Poro. Lakini 2027 itakuwa namba 1 kwa hiari ya Mungu. Si ndivyo? Your Excellency. Waje nikuambie kitu moja. Hapa tuko na mimi ndio naongoza hiyo vote hapa. Diaspora vote is in place here. And I'm telling you and I assure you, tuko nyuma yako. Ukienda huko, ukirudi hapo ujue sasa ukiwa area hii, kabla hujafika hii boda ya Kilimambogo ujue hapa ni diaspora. So she should also invest here. Sina mengi ya kusema, ni kuomba tu watu ya Thika tukae pamoja, Kalonzo State House, na mimi na Gakuyo hapa tutamenyana kidogo kidogo, lakini najua tutamwangusa, lakini mtaamua sivyo.
Asante sana. Thank you very much. Asante sana, tupige makofi. Karibisheni Bwana Chege, ni former MCA wa hapa kama Kwanza natoa shukrani kubwa sana. Ndio nimeweka sahihi. Your Excellency Eugene Kioni Okiri, senators ambao wako hapa wote, kwanza mimi nawakaribisha. Sasa wakaleta ingine kutoka chini kwenda juu. Sasa mambo imebadilika. Sasa pesa mfukoni iko. Sasa niwaelezee kitu kimoja ambao hamjajua. Yule ambaye ameshachukua pesa ya Hustler Fund, saa hii mlikuwa mmeshaambiwa hadi sasa mmetoka kwa CRB. Kila mtu saa hii hapo kwa CRB, yule ambaye ni Hustler amechukua pesa. Kwa sababu ile pesa ulichukua 500 saa ndio mliambiwa bottom up. Mama mboga, bodaboda, sasa ni sawa. Sisi tuko hapa, kila mtu analia. Ile tulikuwa tunasema mbeleni, wakati umefika. Sisi ukituona hapa, ujue sasa mambo iko sawa. Sisi ukisikia tuko hapa, sisi hatuogopi. Tumekaa sana na Mheshimiwa Jeremia, ameshakufunza mambo mengi, tukiwa Naivasha, tukiwa Mombasa. Hata wakati wa BBI, unaweza kumbuka wakati ulikuja kufunza sisi tukiwa FCS, alafu dakika ya mwisho ilikuwaje? Saa hii ndio sisi tuko hapa. Kwa hayo mengi na machache, asanteni sana na Mungu awabariki. Yeye ni kiari te, wale wanajua Kikuyu vile inasema. Haya, tumpigie makofi Chege. Asante. Sawa, asante. Mimi tulikuwa na baba yao wakati alikuwa gavana, na hata akienda saidi ile ingine aliniambia pale anaenda. Mimi nikamwambia hiyo saidi sitaenda, mimi nikaacha nikiwa Jubilee. Na ndio tulikosa kitu tulikuwa Jubilee. Sasa ile kitu nitasema tu, viongozi wale wamechaguliwa sasa wako kivyao. Sisi raia tuko kivyetu. Na tunajua pale tunaelekea, wao wako huko, lakini sisi tunangoja tunakugoja na tunakutegemea sasa. Kwa hivyo 2027 tuko pamoja, tuko sisi wa Kikuyu na Waluhya. Mungu ambariki. Asante sana, asante. Tuingie makofi Bwana Mboro. Praise the Lord, kanisa. Praise the Lord. Your Excellency, Kalonzo, Eugene Momano, my SG, Kioni, Wakili, all leaders who are present and all protocols observed. Naitwa Jane Wanjiru Gathiga. Nilikuwa navae hapa Juja Ward kama MCA. Na tumekuja leo kusema Kalonzo the 6th. Huyo pia alikuwa nominated MCA katika hiyo bunge nyingine. Praise the Lord Church. God is good. Mimi naitwa Lydia Njeri Ndomo ama Mama Jenzi. Majenzi muko? Ya huyu mama yenu hapa, nilisimama women rep Kiambu na ni kura zikutosha, lakini nimerudi tena. Na Mungu awabariki. Tunajua tuko na president wetu hapa, viongozi wote wa nchi wako hapa. Asanteni. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mheshimiwa CPA Kaferi Daniel. Mimi nilikuwa mheshimiwa tukiwa na baba yao hapa Kiambu, nilikuwa nimechaguliwa 3 City na niko hapa ili ni support mheshimiwa wetu. Niwaambie mimi ni Mirinia na niko tayari kufanya kazi kuleta Mirinia na Gen Z kwa hii kambi. Bwana Yesu asifiwe. Tumpigia Kaveri ni mtu very strong huko Ruiru. Ruiru constituency. Bwana asifiwe. Mother ni Ogoshwa. Mimi naitwa Kathy Irongo, mimi ni kigogo wa siasa kutoka sehemu ya Nyeri. Mahali naitwa Madera. Kina nani wanajua Madera? Hapo ndio kwetu, nilikuwa nimesimama huko mbunge na Rigathi Gachagua. Na sasa wakati huu nasimama Mama County wa Nyeri County. Nataka tukusema jambo moja. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye tunatarajia kuwa tutakupatia kura za urais. Pamoja na timu yako kina Mheshimiwa Wamalwa
Sisi tunaongozwa na kigogo wetu wa siasa ambaye tunatambua sana na tunaheshimu, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Na tupoona Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hapa, muone Mheshimiwa wetu His Excellency Kioni, mjue Uhuru wako mahali gani? Ako hapa. Sisi tuko tayari kupeana kura zetu. Na tutaunga mkono Mheshimiwa Kalonzo sababu tuliona ile kazi alifanya wakati ya Kibaki. Gikuyu kiria twego koletwa ni leo yale amtire Mheshimiwa Kibaki. Niye de wanyere ono korodire wodaya. Tuliona vile ulishika Kibaki na mkafanya kazi nzuri. Na kwa sababu hiyo sisi tunasema tutarudisha mkono. Netogo shoki ya mwoko. Adaito netogo shoki ya mwoko. Ona idua adwanyere netogo shoki ya mwoko. Lakini tunaomba tu kitu moja. Sisi tunajua hii serikali ambayo iko wakati huu, Mheshimiwa Gavana wetu baba yao, ilichanganya watu wetu sana. Ikakuja ikauza uongo na watu wakanunua ile na wamefanya sisi wa Kikuyu tunakaa watu ambao ni hivi hivi, ili hali sisi ni watu ambao wana mwelekeo na tuna heshima zetu. Sisi tungeomba tuthathaure tweherie ngano na thawani, tutinginyitanira na andu aria mari thiini wa thirikari ya Zakayo, na tumenyerere muno kurugamaga kugaga ati ni tugutetera mundu atondu ni arahurwo niki huyu ambaye anapigwa huko. Sisi tusiingie siasa zao. Sisi tujenge nyumba yetu ambayo ni nyumba safi, tukiongozwa na His Excellency Kalonzo Musyoka, kwa sababu yeye ni mali safi. Asanteni sana. Asante. Dakika moja tu tafadhali. Habari zetu watu wa AIC Makongeni, habari zenu? Mimi naitwa Wanja na niliwahi kuja kwa hii kanisa kitambo sana nikiwa mdogo. Nilikuwa nasoma pale Joytown pale chini. Mimi sitasema mengi, lakini ile kitu moja najua ni ati wale watu ambao watakuwa kwa debe wakishindana na His Excellency Kalonzo 2027, kuna kitu walikuwa wametupangia. Sijui kama mliona, mlikuwa mnaona wakati Jubilee ilikuwa inapigwa sana, kwa sababu walikuwa wanatupangia ati Jubilee na Wakikuyu tuharagane. Unajua kuharagana? Ndio 2027 tusiweze kushika Mheshimiwa Kalonzo mkono. Lakini Mungu akatusaidia. Akatupatia kiongozi wetu anaitwa Jeremiah Kioni. Hebu tupige makofi kwanza. Wakamuenjoy, wakamuita sufuria, sijui wakamuita ama nyinyi pia mlikuwa mnamuita? Okay, hao walikuwa wanamuita. Wakamuenjoy, lakini ameweza kutushikanisha na ndio maana tunatembea pamoja na kiongozi wa Wiper. Kwa hivyo mimi nasema 2027 si mbali, lakini tukae tukiwa rada ndio watu wasitupange. Si kweli? Na mimi vile nasikia tunaenda Sekuru kwa sababu naitwa Wanja. Mimi naona nikata ingia mbele. Kwanza unajua nilisikia kama wanatoka J wanaika Z. Sio nikienda kwa Kalonzo next time nitakuwa namwambia naitwa Wanzani wanipange. Si kweli? Asante. Haraka tu dakika moja tu tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Nancy kutoka pale Ngewawand. Nilikuwa nawania kiti cha MCA pale Ngewawand, but juzi nimechaguliwa kama treasurer wa Githunguri constituency wa chama cha Jubilee. Wamama wenye mko hapa tuinue mkono. Wamama kama ni mama uko hapa inua mkono. Mtoto tuko naye, tuko maternity one sai ndio anaitwa Kalonzo Steven, na wababa mtushikilia hapo nje. Mtoto hatutaua, tutamzaa akiwa mzima mpaka State House. Asante. Asante sana mheshimiwa kutoka Githunguri Ngewa Ward. Bwana Yesu asifiwe. Gainde mwega na hede ciothe. Kwa majina naitwa Lois Wanjiro Mwaniki aka Shiro Msupa. Nimetoka Githunguri, tulifanya kazi na baba yao, na wakati huu tumekuja hapa kwa mwaliko wa our SG Amani, we respect so much. Na sufuria manzi, tumpigie makofi. Umbe tunamshukuru sana kwa sababu ameng'ang'ana na Zakayo. Si ameng'ang'ana wananchi? Na wakati huu mkiona SG ametuambia tufuate njia, tuko hapa ili tusupport Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na kura za Wakikuyu Kalonzo Musyoka mheshimiwa, tuna hakika through our SG tutazipata, na karibu Githunguri. God bless you. Asante sana. Asante. Kanisa Bwana asifiwe. God is good and all the time. Kwa marĩtwa njĩtagwo Wanjirũ wa Ngai. Nilikuwa nasimama huko Thika Township,
na nataka kushukuru sana kiongozi wetu Bwana Kioni. Tumefanya kazi na yeye sana na nituonete uria ni muteteri wa ndugire tiguo, na juge your excellency tutasimama na wewe kabisa. Turendirwo ni baba yao hindi turari handu ati ngari ehetagwo ni mundu na muthoniwe. Riu ni ihinda ria gwika atia ria gutengeria ngari iyo nginya tuminyite, na njuge atiriri ihinda ni ikinyu ria gwika ugaruruku, na ugaruruku niwe na niĩ. Koguo twiharirie mpaka tuhakikishe your excellency ameingia wapi? Mpaka State House. Na tunakumbuka kuna watu walikuwa wanamuita jina, si ndio? Kuna jina walikuwa wanamuita mara mwetaka watermelon, lakini si tumejua watermelon ni nani? Si ni mwenye amegeuka wananchi. Kwa hivyo mbele pamoja mpaka State House. God bless you. Asante. Karibu. Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, viongozi walioandamana pamoja naye, kanisa la AIC, hamjambo? Salimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Nyakundi. Mimi niko katika kikundi cha Gen Z. Sisi ndio tuko na lazima tuseme na lazima tusungumze pasipo kuziwa uoga. Tumechoka. Mchungaji unasema Destiny Connector. Sasa leo mimi naona ni kama ulikuwa unanihubiri. Mimi mwenye nimesimama hapa, mimi ni memba ya chama ya Zakayo. Na mimi nilisimama na tumesaulika. Kule Nairobi tumeng'ang'ania. Sisi ndio tulikuwa tunazunguka na vitabu kubwa. Tumetoa photocopy tukatoa na pesa zetu. Mimi nilipofika Debe, huyu muungano tumemsupport miaka 2 sasa. Wale wenye walikuwa wanapiga mitini sasa ndio wamekaa wanakula vizuri. Sasa imefika wakati vijana tuone mwamko mpya. Na mwamko mpya uko hapa. Mimi Kalonzo, mimi nakupenda because you are standing. Na hujauziwa uoga. The time has come. Na mimi nataka kuambia jamii ya Wakamba. Sasa achilia Stephen Kalonzo Musyoka atoke Ukambani, hata sisi wa Kisii tunataka kutembea na yeye. La mwisho kabisa sikutaka kuzungumza because nimeipa hiyo opportunity. Ya mwisho kabisa. Vijana Gen Z, mupo. Usiogope kusema kanisani tuko. Mupo. Mimi ni Mwadventista, leo nimekuja AIC. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, juma lijalo, Jumamosi tunafunga makambi ya Waadventista Nairobi mzima. Nimekukaribisha, njoo. Baba yao tulitembea na yeye akakuja akanisaidia roli. Baba yao sasa sisi tuame. Na mimi nasimama kiti ya Senator Nairobi, maana hakuna mtu anataka kuambia watu kweli. Biblia inasema it's the time to tell the king you are naked. But who is going to tell the king that you are naked? We must tell Governor Sakaja it is not working. We want to make it work better. Ukweli useme ama tuache. Na Zakayo asikie la mwisho. Zakayo mahali yako. Vijana tumechoka. Mkutano wenu mlioufanya, mnasema CS wana represent vijana, wana represent interest ya Gen Z. Huo ni uongo mtupu. Hakuna CS wana represent interest ya vijana. Sisi tuko na bayana, hivi karibuni tutatoa mwelekeo wetu. Asanteni na Mungu awabariki. Akamba mwezio ingi nimwiguye muno Stephen Kalonzo ni watu tembeleo munde na Wamalo na Kioni na wakili na mada mwisho pale. Hebu tuwapigie makofi kwanza. Kwa majina naitwa Kevin Mutie Nyamai, Thika 1, number 1. Nilisimama Thika MP 2022. Hapa tumezunguka sana. Nashukuru sana Pastor Kisenge. Tumekuwa hapa tukiomba kura na tukaambia wananchi, listen to the voice of Uhuru Kenyatta. He knows better than anybody else. Na tukakataa kusikia. Kwa nini? Kuna sauti nyingine kali ilikuwa inatuambia si hapo, wengine wanaambiwa ni hapo. We have learned through the experience. Nasema hivi, nimesimama na Mheshimiwa Gakuyo and other 11 MPs
hapa kwa Thika. Mheshimiwa Kalonzo, these people here wako sawa. We are good friends. Tulienda campaign na Gakuyo wote. Anybody who was apart from hiyo pande nyingine ya Kenya Kwisha, we went together for campaigns for the good of this country. Na nataka kusema hivi kwa sababu tasimama bado MP Thika, Mheshimiwa Gakuyo and those people who love Kenya and this constituency in Kiambu. Tutakaa chini. We forget about self-interest. Mukamba apate nafasi, Mjaliwa apate nafasi, Mgikuyu apate nafasi. We want a balanced governance. Kwa sababu tunapiga kura sana kwa Wakikuyu na hatupati anything mheshimiwa. We want to live together as one community. Mheshimiwa Gakuyu, tutakuwa pamoja. Last thing, nasema hivi kwa sababu this is our brother. Na lazima tukukaribishe nyumbani pole pole. Tunaenda Sekulu na Wakikuyu, we want to walk the same journey. We want to walk for the same journey. Mheshimiwa Kioni, we respect you so much. Every time you make a comment, we are following. And we know you are talking for the good of this country. Mheshimiwa Wamalo, we follow what you say. If there's anybody who knows Gen Z's better, it's me. I teach the university, I know their voice. Na waelewa zaidi. I was in Uganda yesterday. Na watu wanauliza, what is this Gen Z's are doing? But the good thing wameniambia, whatever you Kenyans are doing, we can't do it here because of the systems of Museveni. But they are rectifying the wrongs that they are doing. We are benefiting from whatever the Gen Z's are doing. That is the best thing. And lastly, Mheshimiwa Waitito, my former governor, I respect you. Kitu ya mwisho, Wakamba nataka kuambia leo hapa. And I'm saying this without fear, contradiction. Mheshimiwa, I want to tell you the truth. Wakamba wengine unawaambia Kalonzo na simama, they tell me, hiyo ni uongo tu ataacha. I want to request you humbly, my brother, my president, the person this country needs, don't support anybody else. Work together with Kioni, Wamalo and the like-minded people. We want to elect you as the president of this country 2027 and start good work. I am your key representative in Central. And I will make sure that I garner votes for you. Si lazima nichaguliwe as long as you get a better governance. But I need to be serving the government to give those good ideas. Together with everybody, ukuwe Mkisii, ukuwe Mkikuyu, we want an equal representation and involvement. We will look for votes for you. Thank you very much. God bless you. Wakamba muende mchukue kura. And I'm saying this to finish. The last day when we were voting on 8th, hiyo siku lala, I was walking around. I was at Makongeni there. 6 in the morning, I saw Kambas boarding cars. Wanaelekea Sekulu, wanaelekea Machakos. Then I was asking myself, these are not my votes. Wanaenda kupiga kura wa nyumbani ya nini? Whoever wins there must be a wiper. Whether you are MCA or what. Chukueni kura hapa. If you pay your taxes here, chukua kura hapa. Piga kura hapa. Pigia Kalonzo kura hapa. Pigia Gavana Mkikuyu kura hapa. This is where you pay your taxes and use your services. Hapana peleka kura nyumbani and you stay here. So that's my last one. I want to tell you, please, let us have unity. Please get votes and God bless the Gen Z's to get votes from Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. All the universe. Thank you very much. God bless you. Mheshimiwa Nyamai Thika 1. Thank you very much. Thank you. Asante sana mheshimiwa, ni mheshimiwa wangu. Kwa majina naitwa Miriam Wayua, nilikuwa nimesimama MCA hapa Thika na sasa niko Wiper ndani. Tunasimama Thika kutafutia Mheshimiwa Kalonzo pamoja na chama yote kwa saa hii niko kwa Ngema. Nimechaguliwa Ngema kutetea mambo ya kanisa na mambo ya marginalized groups. Kwa hivyo ninashukuru sana kwa kuwa ninaona tunaendelea na tunaelekea mbali. Ngema Kiambu tumejitayarisha na tumejitayarisha kuingia mbali kabisa. Tutaingia Ngema Kiambu, tuende Ngema Kitui, tuende Ngema Makueni, tuende Ngema mpaka Kisumu. Kila mahali tutaingia na tutaenda kutafuta votes. Mheshimiwa Kalonzo, mimi ni Miriam Wayua, msichana wa Kansala Yulu Kimwatu, ulikuwa unamjua. My brother is the MCA, sitting MCA, ambaye ni Manzu, unamjua. And I have my
Nimeolewa kwa yeye ni nominated MCA Machakos. Kwa hivyo hata mimi nataka nigue ndani kwa sababu sisi wote tuko ndani kabisa. Mheshimiwa, nakuhakikishia kwamba saa hii mimi ndiye treasurer wa Wiper hapa Kiambu. Na nitahakikisha kwamba tutagather votes for you kutoka pande zote za Ukambani and diaspora. Mimi ndiye treasurer, ndiye secretary wao pia hapa Kiambu, na nina make sure kwamba tunaongea kitu moja. Tumekusanya kabila zote 6, Wakamba, Wajaluo, Wakikuyu, Wakisii, Wacoast na watu wengine. Tuko wengi sana na tumeorganize kila kitu. Kwa hivyo tutaorganize na tutaona vile tutafanya. Mheshimiwa Kaguyo, tutakaa pamoja na akina Mheshimiwa Nyamai, tusisimame watu 10 kama wakati huo mwingine, tujipange. Asanteni sana, pamoja. Asante. Bwana asifiwe. Kamba mole ya seo. Gen Z Viva. Kwa majina naitwa Papias Nyuki. Nilisimama MCA hapa Kameno Ward. Na niko hapa kwa niaba ya Gen Z. Na tunasema raundi, it is not business as usual. Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Wamalo, Secretary General Mr. Kion, tunasema raundi, please consider the youth of this country. Na tumeona kwamba venye hii serikali ya Zakayo imetufanya. Tumesema 2027, I can assure you, we will make sure Gen Z have occupied at least 60 to 70% of the positions in this country. And we are not going to be taken for granted anymore. Tumesema ya kwamba tungetaka kiongozi, tunataka kutafuta viongozi ambao watatusikiza. Tumeenda kwa Zakayo, ametudanganya, ameshuka na hajashuka. Hadi kushuka yenyewe anatudanganya ameshuka. There is no way we can allow him to put back the same people. There is no way unaweza tuambia mtu ambaye umemtoa sababu ako incompetent and then you put the same person back in the same position. We are not going to allow that, and let me assure Kenyans this time, we will look at leadership, we will look at integrity. Na Mheshimiwa Kalonzo, tafadhali, tunajua kwamba kuna mpango ya kusabotage kupatia Gen Z's IDs so that they don't vote in 2027, and those are about almost 7 to 8 million votes. I can assure you, we want to back you up, we want to back leadership. Atuangalie ati mtu ametoka wapi. This time the leadership, and we are not going to back down. Na 2027, I will also be a candidate in Kameno Ward. Na ningetaka kukua kwa wale watu watakaojua as leaders, and you are our role models. We want to follow that route. Thank you. Asante, tupige makofi Gen Z huyo. Asante. Habari zenu? Habari zenu? Milinio. Kane Gen Z. Tulio kuitwa the. Na hizo tusialeta Gen Z. Kanatia? Ni sisi tumewazaa. Kwa majina naitwa Ledia Chen Mwangi. Nimetoka Kameno Ward, watu wengi wananijua sana. Ni sisi tulikuwa kwa ile chama ya Jubilee. Ni kweli? Walikuwa wanasema imekufa. Sisi hatukukufa, hata saa hii bado tuko na hatuendi pahali. Kioni ni baba yetu. Tunakupenda. Tumeng'ang'ana na kitang'ang'ana mpaka dakika ya mwisho. Lakini kuna kitu naweza penda kuuliza. Kalonzo Musyoka. Wa Musyoka. We Museo. Mimi kuna kitu nataka kukuambia. Tafadhali nakuomba. Unaona hii nini iko hapa? Hii kiloma ilikuwa hapa. Hata nilikuwa naruka na Gen Z na kumbe mimi ni milinio. Niligonga nikatupwa huko. Mimi tunaomba hivi. Tafadhali, tulikuwa na mtu wetu. Si tulikuwa tumeingia kwa ile nini yetu, mnaijua. Tafadhali mimi usiende. Usiende, tafadhali ukilia mimi nitalia Kenya mzima. Utushikilie tu, usindanganywe, uende ile side. Tafadhali baba yako nani? Unajua tumeachwa hivyo. Lakini Mr. Kioni yako hapa alituambia Jubilee tukalie kiti na nini mbili, si mnaijua? Na hatubaduki hapo. Na hatutoki.
Kwa hivyo sitaongea sana, but najua mtatupanga tusikue kama last time. Tulingangana hivi, tukangangana hivi, tukashindwa nani ataenda na kiti. Tukaongewa hapo. But this time Makivo tutamata kebira. Tumekataa. Asanteni sana. Pigia makofi Jerry, karibu Chelsea. Weka moja. Praise God Church. Kwa majina naitwa Isaac Kwambua. Mimi natoka huko Makueni. Thank you my majority leader for this opportunity. And I have one message to Stephen Kalonzo Musyoka. I'm one of your foot soldiers. And this is where I worship in kanisa yangu. Wazee wa kanisa wananijua. And I died in Makindu Ward. Na nikakuja na kumbili. Na nashukuru hii kanisa ilinishikilia. It is my church na waliniombea kura hazikutosha. I have only one message for you. There is someone who has said you live Ukambani utafute kura kwa Ukambani. We will make sure that your voting block in Ukambani is locked. Na tunashukuru Jeremia Kioni na Eugene Wamalwa ile kazi wanafanya kwa live for us in Ukambani. Wile siku ulienda huko Kigaodinga wakafanya vile walifanya, uliona vile tulifanya. Hata ni vile tu sisi ni watu wa kama wewe. Tulikuwa tufanye mengi zaidi. But we want Raila. Kindly, my message for you, don't lose the sight of our gazelle to a dashing squirrel. Don't join this so-called broad-based government. In fact, it is not a broad-based government. This is a merger between a selfish Raila and the UDA party. Kindly keep the ruthless focus alive. We will work with you. And Ukambani nimeona senator wangu hapa Maazo na senator wa Kitui. I want to tell you for free. Kama wewe sio wa Wiper Ukambani, we will make sure that haujapata kiti yote. From MCA to president. Because we cannot be preaching Kalonzo for president, Kalonzo the 6th in Mount Kenya, yet in Ukambani, watu wanaleta wheelbarrow. We will not agree. And we will, na hiyo hatutakubali. So tuachie huko na Mungu atakubariki. Asante. Haya, nawasalimu nyote. Kanisa, my party leader Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa and Jeremiah Kioni na watu wa kanisa wote. Habari zenu? Majina naitwa Peter Edwin, mimi ni member wa Wiper, mimi ni wa Ngoigwa na nime represent youth katika hii constituency yetu ya Thika Town. Asanteni sana. Asante. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na waheshimiwa wale wote mko hapa. Mimi ndio nilikuwa naongoza mambo ya UDA huko Nairobi. Mimi ndio niliongoza kampeni yote ya UDA huko Nairobi. Na hapa Kiambu, saa ile Tanga ilikuja, mimi ndio niliongoza Tanga hapa Kiambu. Na mimi nilikuwa na hisia moja ya kwamba tunalipa deni ya mtu ambaye alikuwa anasupport president wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo kama tulikosea, mimi naomba msamaha kwa niaba ya wale wote ambaye tuliongea na hao wakapotea na wakapigia UDA kura. Ile uzuri iko saa ile Sakayo aliingia akiongoza serikali hii ya UDA. Yeye mwenyewe aliongea uongo kutoka day one. Kutoka siku ya kwanza alianza uongo. Sasa amedanganyana throughout. Akadanganya vijana Hustler Fund, akadanganya mama mboga, watu ya bodaboda, viongozi kama sisi, akawadanganya. Tena akadanganya mpaka wale viongozi wa makanisa, mabishops, wale viongozi wa kanisa ambao walimsupport kabisa, akawadanganya. Ya mwisho alikuwa amesema hakuna siku kutakuwa na serikali ya nusu mkate. Ndio Kenya kuwe na opposition ile inasimama imara, ndio Kenya serikali yake iwe inachungwa vile inakaa inatakikana. Juzi mumeona
Ame-invite opposition akaweka ndani ya serikali yake. Na sisi tunashukuru bwana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka sana, Mheshimiwa Eugene, pia Mheshimiwa Kioni na viongozi wengine wote wa Azimio, wale ambao wamekataa kuingia kwa serikali ya Zakayo, kwa sababu hawa ndio ambao wamesimama na wananchi. Juzi tumeona maandamano, mambo mingi sana imehappen hapa Kenya, Gen Z wakisema kufanya namna hii, na kila mtu anajua sauti ya Gen Z ndio sauti ya mababa zao na mama zao huko nyumbani, na walikuwa wanataka tu maisha iboreshwe. Na kwa hivyo wale ambao wameingia kwa serikali kutoka kwa ODM kwa Azimio wamebetray vile wananchi walikuwa na waamini. Na kwa hivyo Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sikilia hapo, wewe ndio kiongozi wa macho ya mwananchi saa hii katika nchi hii. Wananchi wote wanakuangalia. Na mimi nataka nikwambie kitu moja. Wale wote ambaye tulikuwa tumeongoza kwa UDA, wote wametoka kwa UDA. Usidanganywe na mtu. UDA sasa imebaki kafu. Ni viongozi tu wale wako kwa bunge na wale wanakula na Zakayo, hakuna mwingine. Hawa wote wananchi wako nje, mambo ya UDA wamemalizana naye. Ile kitu wanaangalia saa hii ni nani atasimama na hao. Na umeona juzi saa ile walipiga kura huko kama hapa Kiambu, hakuna hata mjumbe yote saa hii mpaka sasa anatembea Kiambu akiwa free, kwa sababu mwananchi anamngojea amnyoroshe, kwa sababu walileta wananchi chini kabisa. Walikuwa wameshashiba too much, wanajipiga kifua, wanatapikia wananchi. Kama hapa tuko Thika hapa, wanakuja na helikopta wakiwa wanapiga kifua, mpaka wakapiga kijana, wanapiga vijana risasi hapa, wanaua vijana kwa sababu ya kushiba. Na ni mjumbe amechaguliwa, wanapiga watu risasi hapa kwa sababu ya kushiba na kukula na kuiba ovyo ovyo. Na sisi tunataka kuambia Zakayo, saa hii alidanganya watu ati amevunja cabinet. Cabinet tumeona vile amerudisha. Lakini sisi ambaye tushakuwa kwa serikali, mimi nilikuwa kwa serikali ya Mheshimiwa Kibaki wakiwa na Kalonzo Musyoka. I was an assistant minister. Sisi tunajua PS ndiye anatekeleza maneno ya serikali. Vile rais anataka, yule mwenye kutekeleza hapana waziri ni PS. Sisi tulikuwa tunamwambia kama wewe uko chini Zakayo, unataka kubadilisha hii nchi, wewe fukuza ma-PS, ulete ma-PS wapya, wale ambao watatenda vile mwananchi anajua na vile anataka. Hakufukuza hao. Hii changes yake ni cosmetic, ni ya kudanganya tu watu kama vile amezoea. Lakini tunataka kumwambia ajue saa hii vile alikuja na Biblia, sisi tukamwamini, tulikuwa naona kama tunachakula malaika. Hiyo sasa yeye mwenyewe ametoa nguo, tumemwona uchi yake, tumemwona ni mtu mrongo, ni mtu ambaye mwananchi atakiwi kuamini hata siku moja. Sasa ajue sisi especially watu ya mlima, tukiona Kalonzo Musyoka watu wajue sisi. Nakumbuka yeye vile tulikuwa tumemuona, tunamuona akiwa kwa serikali ya Kibaki, akiwa vice president ya Kibaki, serikali ambaye inatambulika Kenya mzima ati serikali ilileta mabadiliko na ikaleta maendeleo. Sasa tukiona Kalonzo, sisi hapana tunaona mtu tu ambaye ni wa Wiper, ambaye ni wa Azimio, kiongozi wa Azimio. Sisi tunaona kiongozi ambaye alifanya kazi ya maana sana na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Kibaki. Na sisi watu ya jamii ya Mount Kenya region, sisi tunarudisha ile uhusiano wetu wa kutoka independence wa chama yetu ya Gema. Chama yetu ya Gema ile tulikuwa pamoja na jamii ya Wakamba. Hiyo ndio chama ile ambayo imesharudi. Na umesikia kiongozi mmoja hapa akisema hata hapa Kiambu wameanza kuchaguana kwa maoni kwa chama ya Gema. Sisi tunataka kuambia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na wengine wote wajue katika Mount Kenya region,
Watu wote wamekubali turudi kwa ile muungano yetu ya Gema, tushikamane sisi wote, ndio tuongee sauti moja na tuweke mkataba. Hakuna siku ingine tunaenda kwa uchaguzi kuchagua mtu kiti ya rais bila kuandikiana maandiko na yeye. Ndio tujue sisi maslahi yetu ni hii, waziri tutapata namna hii, mapiasi tunapata namna hii, na viti zote za serikali itagawa namna gani. Hakuna siku ingine kama hii ya Zakayo tuliingia, kesho yake anaamuka analeta mawaziri wengine, kesho yake anaamuka anafanya hivi peke yake, kesho yake anaamuka ati wanataka kufukuza deputy president, na ni yule ambaye aliingizwa na serikali ili ambaye tulipigia kura. Kwa hivyo sisi next election lazima kwanza tunakaa chini na kiongozi wetu Kalonzo Musyoka, kunakuwa na maandishi ambayo wananchi wote wa Mount Kenya watajua hii Gema yetu imeshikana namna hii na share yetu ni hii, na kila mtu awe akijua, kwa sababu hatutaki mtu anaamuka asubuhi anasema hii, anapinduka anasema hii. Alafu sisi tukikumbuka Kibaki pia, wale ambaye sisi tulikuwa kwa uchaguzi, tunakumbuka serikali ya Kibaki ilikuwa serikali ya kijana wa Malwa pia. Mkumbuke Kibaki alichaguliwa na muungano wa mheshimiwa kijana wa Malwa, ndugu yake Eugene wa Malwa ambaye alifariki, alikuwa vice president kabla ya Kalonzo Musyoka. Hiyo watu wote walikuwa watu ambao tuliletewa. Hiyo muungano yote ya jamii mpaka ya Waluya tuliletewa na mheshimiwa Kibaki. Na pia yeye bado ndiye alituletea muungano wa mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Charity Ngilu. Si mnakumbuka? Hiyo ndio ile muungano sasa tunataka kushikamana naye. Kalonzo ndiye alipachiwa, Kibaki alikuwa alienda, Mungu akuweke pale pema poponi. Sasa Kalonzo Musyoka aongoze muungano ile ambaye ilifanya Kenya hii ipate maendeleo. Na kwa hivyo watu wote wajue, ukisimama wewe ukiwa atuwe ni Mkamba na mwingine hata wale watu wa Mount Kenya, mjue sasa unasimama ukiongea kama Gema. Hapana ongea ati kama Mkamba. Na hakuna tena, nimefurahi sana kuna ule alisimama hapa akisema, yule alikuwa amesimama mjumbe hapa, amesema hakuna tena kupeleka kura Ukambani. Hakuna. Kura zote kama wewe unakaa hapa Thika, kura zote ni hapa Thika sasa. Hakuna kura za kupeleka Murang'a, zingine mnapeleka mpaka Nyeri. Kura zote ziko hapa. Zile wale wako Nairobi, kura zote ni Nairobi. Kwa hivyo hata kama ni Mkamba ujue kura za Nairobi ni za Nairobi. Ndio tuweze kuchagua viongozi wetu. Kwa hivyo mjue pahali tunaelekea sasa. Vile Kibaki aliwacha mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa hiyo muungano, sasa sisi wote tunawekelea mheshimiwa Kalonzo Musyoka mkono, achukue hiyo gurudumu, achukue hiyo gari, achukue hiyo train, aendeshe mpaka sasa atuendeshe vile Kibaki alikuwa anatuendesha pole vizuri, maendeleo ikapatikana, shule zikapata madawa, watoto wakasoma free education. Ukumbuke nilikuja wakati wa Kibaki na maendeleo ilikuwa imeingia vizuri sana na maisha ikawa rahisi. Kwa hivyo sisi wote, mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sio ati watu wanaongea usiku. Watu wote wa Mount Kenya sasa ni wewe wanaangalia. Sasa wewe ukaze kamba. Ama namna gani? Hebu nimwambie akaze kamba. Akaze kamba, si ndio? Akaze kamba. Ama namna gani? Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, watu wote wanasema wewe kaza kamba. Watu wote wewe hao wanaangalia. Wale uliona juzi wanatokea kwa Zakayo mkutano, hao wote waliletwa na pesa. Wanaletwa na pesa. Kwa hivyo usifikiri ati watu wetu wote wako kwako. Na watu wote wa Mount Kenya wako kwako. Na hivi karibuni mpaka watu wote wa Gema, viongozi wale waliongoza Gema wa pande hii ya mlima na pande ya Ukambani, wanataka kuweka sherehe ya kurudisha ile uhusiano ya beleni ile Kibaki aliwacha. Na ile ilikuwa ya Kenyatta na Paul Ngei, ndio ile uhusiano sasa tunaenda nayo kuanzia sasa kuelekea mbele. Alafu turuke mpaka huko kwa Eugene wa Malwa. Si ndio? Si alikuwa mtu ya Kibaki? Kijana wa Malwa si alikuwa mtu ya Kibaki? Kwa hivyo ile baraka zote tuliwachiwa na tulianzishiwa na mheshimiwa Kibaki, na mheshimiwa Uhuru Kenyatta ako ndani yetu.
akiwa kiongozi yetu Mount Kenya Region. Sisi wote tuko njia moja, na njia moja ile tuko naye rais wetu wa 2027 ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ambaye atakuwa rais wetu wa 6, si ndio? Si tumeelewana hiyo? Hebu nione kwa mkono wale tumeelewana wote. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, sasa wewe kaza kamba. Tuko pamoja, na kwa hivyo sasa mimi nitachukua fursa hii niite Senator wa Kitui. Women Rep. Haya, karibu sana Women Rep. Karibu sana. Tumkaribishe Women Rep. Ukitaka nikutana tukuje. Karibu sana, karibu sana. Kanisa hamjambo. Hamjambo tena. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa Reverend Pastors, viongozi wetu ambao tumeandamana nao siku ya leo, na kanisa ya AIC Makongeni. Kwa jina yangu ni Joyce Kamene Kasimbi, Women Rep, Machakos County. Na tumekuja tukiandamana na akiwa na the other principals and Mheshimiwa Kioni ambaye Jubilee ameshikilia sana. Hii ni ile mlengo ilisema haiendi pande ile ingine, and we are very happy for the team. Yangu ni kusema hivi, mimi nasikia politics zimeanza kuchacha moto, but all I can seek you, tafadhalini, let us be genuine as a people. Mumesikia vile vijana wetu Gen Z wametuambia, si ndio? Saa hii hata tukiongea mimi ninataka. Let us see the issues that are within us. Bad governance. Na ile kitu nafanya nisimame so that I can come and stand with our leaders here, because I know our party leader is genuine. He wants what is good for this country. Miaka nenda miaka rudi, Gen Zs hadi hao ndio wanasimama watuambie enough is enough. Hatutaki kudanganywa. Umaskini umeanza kukita. Tafadhalini, let us say what we mean and mean what we say, because most of the time inakuja hivi na hii kadi ya tribe tuiangalie, because anyway we need to be united, si ndio? But as we talk what we talk, do we mean it? Do we want to go there for change and change for our people and a better country, or is it sasa sahi wacha ni line up hapa ndio niende na nipite, ndio nikuwe in the winning team? Are you in the winning team ndio tuende tukafanya vizuri? Because I'm so embarrassed nikiwa parliament siku ya leo, naangalia hivi naona hapa hakuna msimamo wa kusimama na wananchi. Hapa ni ile sisi tutaenda tufaidike tukiwa hapa ndani. And imagine, it is so sad. And that is why we ought to ensure the forefront leaders have to be genuine. Na sahi, because I know there is time even for change. Hata mimi nasema wacha nitiangalie. What are my weaknesses? Na tuongee, because me I'm ready. Hata my party leader namwambia tafadhali, the prayer that I am making, ukifika State House, don't forget the people. Ukifika State House, simama. Don't let power rule you, because that is the biggest mistake. Na hizo vitu zote we cover under the carpet. Mimi sijakuja kusoma, but I nimesema ile mambo sahi nimeona, I would rather be talking the truth. And I say, God,
Let the truth set us free. Because it is ni aibu kuona watoto nilizaa juzi, hata kwa nyumba sina amani. Simama unaona vile tunawaambia, hata mkienda huko sijui mnafanyaga nini. You become so embarrassed. Tuongee, let's be truthful people. Let's be sincere. And most of all, let us love our country more than anything else. Because as a country we have resources, tuko na kila kitu, but tumeweka politics ikue karata ya bahati nasibu. Nitaingia pande gani, niingie, mambo ikue mzuri. Ikue mzuri. Mambo inakuwa mzuri kwangu ama itakuwa mzuri for all of us. That is the issue that we should be asking. Na hata kama tunapiga siasa, mimi hata hapa nitakuwa nikisema, hata hao wakiingia, we make sure the entire country we have representations there. Hatutaki kusikia tribe 3, nyinyi mko na ma CS 6, nyinyi mko na 7, na wale wengine, and we have 52 tribes. Na hizi tribes zote zimezaa leaders and qualified people. Let people get opportunities. To me, after all, it is not the tribe I come from. It is that leader who is there. Am I able to deliver? Am I genuine? Is appetite the first thing that I go there? Am I filled with power of things of this world? Ama ninataka kutumikia mwananchi? Nimewaambia, I stand here because I know the leader before me, His Excellency Kalonzo Musyoka, is far better than the others that we see there. Let us support him and let's cry to the Almighty God. Change is coming. Asanteni sana. Tutumie makofi. Sasa tujitayarishe, tumkaribishe Mheshimiwa Maanzo, Senator wa Makueni. Mnakumbuka siku moja aling'ang'ana sana na chama cha ODM. God is good. God is good. And all the time. Kwa majina ni Daniel Maanzo, Senator wa Makueni. Niseme ya kwamba tumeshukuru sana Pastor kwa neno ya Mungu ambayo umetuhimiza, na ambayo neno ya Mungu ndio kiongozi wetu na ndio inaweza endesha nchi vizuri. Niseme ya kwamba sasa hivi bunge hakuna, na nipeane challenge kwa Gen Z. Kutoka huu mwezi sasa unaweza anza kutengeneza recall list kwa ule mbunge unaona afanyi kazi. Wakati IBC inaingia hivi, unatoa hiyo mbunge sasa. Hakuna hata haja kungoja 2027. Unaweza tumia hiyo, iko kwa sheria, unatumia recall clause, mbunge unarudisha nyumbani. Pale hiyo unaona wamelete ati government of broad-based government. It is broad-based dictatorship. Sababu pale bunge sasa kura inapigwa tu pande moja. Na nieleze wale walifanya hiyo maneno ya kwamba mpanda farasi wawili upasuka msamba. Huwezi kuwa mguu mmoja kwa serikali na ile ingine kwa opposition. Lazima uamue uko wapi. Lakini sisi tumesema tutakaa na wananchi, tutakaa kwa upinzani, turekebishe makosa yote ya serikali ambayo inafanya sasa. Na tuseme ya kwamba katiba ya Kenya haitafuatwa kuunda hiyo broad-based government. It is illegal, it is in total abuse of the law, and it is only serving a few Kenyans but not the whole country. Kwa hiyo tuombe Mungu sana kama watu ambao wanaamini Mungu, kwanza Mungu aweze kuleta serikali ambayo itahudumia Wakenya wote. Ya mwisho niombe Gen Z, hata kama watajifanya hawatapea nini kitambulisho. Kama una kitambulisho, jaza kitambulisho sasa. Ile kesi walikuwa wamelete kitambulisho ya upuzi, hiyo tumeenda kotini, imeangamizwa. Andikisha kitambulisho ya Kenya, and then please, wakianza kuandikisha kura, twende tuandikishe kura kwa wingi kama vile tuliandamana. Na wakati wa kupiga kura, tupige kura tukiandamana pale kwa ballot box, tulete serikali ya haki ambayo tunaomba iongozwe na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Asanteni sana. Kuchukua fursa hii nimkaribishe Senator wa Kitui ambaye ni deputy leader of minority kule bunge
mbele endelea, ninazidi kutembea, maombi huu yasikie, e Bwana unipandishe, e Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hata iwe Yesu. Asante sana mchungaji kwa neno ambalo umetupatia siku ya leo. Vile umesikia wale ambao tulikutana, mimi naitwa Senator Enoch Wambua. Kwa wakati huu mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Senator wa kaunti ya Kitui na Deputy Minority Leader katika bunge la Senate. Mimi nimekuja hapa kushiriki katika neno la Bwana. Nashukuru mchungaji kwa yale ambayo umetufunza leo. I particularly like three things that you have said today. One, Paul speaking to his son Timothy when he is sending him to the mission field. He tells him that God has not given us a spirit of fear, but He has given unto us a spirit of love, a spirit of power, and a spirit of a sound mind. Uoga ni kitu mbaya, na uoga has no portion in God's blessings. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu because that fear is one thing that our party leader, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka Senior Council, ameachana nayo as far as the east is from the west. Amekataa kuuziwa uoga, amekataa kununua maneno ambayo hayana msingi, hayana msimamo. I want to particularly thank our party leader kwa jambo moja ambayo amefanya na ambayo Kenya mzima siku ya leo inamuombea na inasimama na yeye. At a time when a choice was placed before him to make an option between joining a government of the oppressor and standing with the people, he chose to stand with the people. When a choice was placed before him to look inward and pursue his own selfish ends and make a sacrifice for the sake of his nation, he chose to make a sacrifice. Juzi ama ni jana tu ndio nimeona jana. Mama jana mimi nimeona mambo yananishtua. Nimesikia mtu amesimama juu ya gari. Anasema sasa mimi nimechoka kuitwa Zakayo peke yangu. Sasa watu wakuje tuitwe Zakayo pamoja. Party leader and your team, don't be part of that team. Kubali kabisa, kataa kabisa kupanda juu ya mti uitwe Zakayo pamoja na yule Zakayo ambaye ni mtoza ushuru. Ya pili, you know,
when the people of Israel were fleeing from captivity, wakienda to the promised land, na wakaangalia nyuma akaona Wamisri wamekuja na nguvu wengi, na wakaanza kulilia Musa, anambia sasa wewe mahali ulitutoa hakukuwa na mahali tufeziko, sasa kwa hii jangwa umekuja tuje tumaliziwe hapa. And I like what one young man said here. God asked Moses, ni nini umeshika kwa mkono wako? And the promise of God which stands, that the Egyptians you see today, you will see them no more. Hao ambao wanafukuzana na sisi, the Egyptians want to take us back to captivity. But you and your team want to promise you in church, the presence of God and the presence of people. Cross the river Jordan, those Egyptians, you will see them no more. Ile ningewasihi tu watu wetu kwa heshima zote nikienda kumaliza. Sisi kuna kazi tulipewa na party leader Kalonzo Musyoka na viongozi wa Gema. Tulipewa kazi pamoja na wakili Ndegwa na mheshimiwa Mbui, so that we go and bring the river back to its course. Tukiamini ya kwamba Gema from inception ilikuwa ni Kikuyu, Embu, Meru na Kamba. Mtu akakuja akatoa A kutoka kwa Gema akasema ati G ni Kikuyu, E ni Embu, M ni Meru, alafu anasema A ni association. Sasa mimi nikashindwa, hakuna maneno ya Kikuyu ya G na E na M. Jina la Kikuyu limepatikana tu kwa A. Sisi kama Wakamba, and I speak this with authority, sisi kama Wakamba, the river is going back to its course. Sisi tunarudi kwa watu wetu, mheshimiwa Waititu. Sisi tunarudi nyumbani kwa watu wetu. We belong to Gema, na wale ambao wako na shida kusikia maneno ya Gema, please pole. There's nothing we can do about it. We just have to go back home. Hiyo lazima tuende nyumbani. And I like it. I like it because Mheshimiwa Wamalo, don't think that you are so far away from that Gema union. The president that did the best for this country, anaitwa Mheshimiwa Stanley Emilio Mwai Kibaki. In his first government, the vice president was Michael Kijana Wamalo. Pia alikuwa na vice president anaitwa nani? Moody Award. Na atakuwa na vice president anaitwa Stephen Kalonzo. Ukiangalia vizuri, and I'm not here to talk about communities and tribes. I'm here to revisit history, because facts are stubborn and facts don't lie. That Mwai Kibaki, in his entire 10 years of presidency, he governed this country with Bandus. You are our brothers. Nyinyi ni Wabandu, Waluya ni Wabandu, Wakamba ni Wabandu, Wameru ni Wabandu, Waembu ni Wabandu, na sisi wote na Wakisii ni Wabandu pia. So we are not here to preach division. We are here to state facts as they are. Kwa hiyo nasikia kule wanatutisha. Sisi hatunui uongo. Wanatutisha sijui sisi ati sijui lake Nilotes, sijui plain Nilotes, sijui river Nilotes, sijui. Sikizeni niwaambie ndugu zangu. If we walk that truth, then we shall walk the same route and we shall see who becomes the president in 2027. Lakini ukweli ni kwamba sisi tunaunganisha Kenya yote pamoja. We want all the communities in this country to come together under the leadership of Stephen Kalonzo Musyoka.
Kanisa mimi nawasihi dakika moja nikienda kukaa chini. Mimi ni mtoto wa pastor. My father is a pastor. Mimi mwenyewe ni mzee wa kanisa wa AIC. A time has come and now is that the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. Tukiambiana ukweli vile huko. Sasa hii maneno ya kuomba maombi ambayo yani tunaomba tu lakini tunaomba tu Mungu saidia Kenya, ututafutie kiongozi mzuri, Mungu utuokoe kwa huyu mtu mbaya, Mungu tufanyie hivi na hivi. Sasa wakati wa kufanya targeted prayers umefika. Tell God what you want. That you want His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to be the next president of the Republic of Kenya. Let us do targeted prayers. Kwa sababu tukiingia na uoga maneno hatakuwa mazuri. Nikimalizia watu wangu, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu for the opportunity to fellowship with you. Nimeshukuru kuja hapa Makongeni, najua the community from Lower Eastern hapa ni nyingi, ni kubwa, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo community. Lakini vile umeambiwa huku ndio kwenyu, nyinyi mkae wapi? Huku. Wakati wa kura tusianze kuona benjo sasa inajaa watu wakienda Kitui ama wakienda Makueni ama wakienda huko Machakos kupiga kura. Chukueni kura zenyu hapa, mpige kura hapa. And a piece of advice to our people, please. Don't insist that at the chama cha Wiper, the candidate here at lazima kuwe Mkama. Don't insist. In fact, if I were you, I would make that sacrifice and say, chama cha Wiper hapa Thika Makongeni, tickets tupatie watu wa hapa na tuwasukume na wapigie kura, so that Kalonzo Musyoka can have foot soldiers ambao they are spread across the country. I thank you so much and God bless you. Nimuite Mheshimiwa wa Magufuli, Jubilee SG Strongman, Jeremiah Kiombe, brother, karibu sana. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni ya Mwenyezi Mungu, si ya Wiper. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupa nafasi ya kuja hapa leo, na ninashukuru sana mchungaji Reverend Kisenga. I hope I get it right. Kisenge kwa kutupa nafasi sisi tuweze kushiriki pamoja, na pia kutupa nafasi tuseme machache. Sasa zingine tunashindwa kuongea kwa kanisa, but it is important that we also say the things we are saying, kwa sababu pia Biblia inasema there must be a voice of the voiceless. Na wale ambao nimesikia wakiongea leo, wengi wao hata wote ni wale ambao wanaelewa yale ama zile uchungu wa Kenya wanapitia. Your Excellency and mchungaji, there are some people, wengine wachache, sisemi waseme mengi, but it is important that we say a few things and about them, ili waweze kujua na ama wenyewe wajiseme, kwa sababu tuko na wakili hapa ambaye amepigana sana kwa mambo mengi ya Kenya hii ambayo haifai, yale ambayo imekuwa ikitekelezwa na Zakayo. Mheshimiwa ama wakili Ndegwa Jiro, saisi yake ni kidogo, lakini hata mvita mingi sana kwa damu yake. Tumpe nafasi aseme machache tu ili tuendelee. Okay. Thank you. Iberia Israeli majiteto melewate aria majitete mamerada Iboya maidagera na imanyu tumokene kai muto gai mito
Mutoi uriatani Ngoshianga iwito Nikongona lele moyo Otazia kongo inera Tuibombo. I stand on the staff protocols. Araina ginya kiongo ikainaina. Na ngwenda kumwarĩria na Gĩkũyũ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, nĩmũgwĩtĩkĩra kwĩna nyĩmbo cia Ngai wanyu mũrĩ ngombo? Aca. Inyuĩ nĩmuonete ũkombo ũyũ Zakayo atũreterete? Nĩmuonete? Rekei ndĩmũrie atĩrĩrĩ, gũthura Mbadi atuĩke minister kana gũthura Opiyo atuĩke minister, ũcio nĩonete ũhoro wa ungumania Kenya? Gũthura Mbadi atuĩke minister kana gũthura Opiyo atuĩke minister, ũcio nĩonete ciana cianyu mawĩra? Gũthura Mbadi atuĩke minister wa finance, nĩonete ũkombo wa magoti na irũa mĩciĩ yanyu? Nĩmũgwĩtĩkĩra kũrĩa irio cia mũthamaki rĩngĩ? Nĩmũkuga ũrĩa mũndũ egwĩtwo Danieli augire ndĩkũrĩa irio cia mũthamaki rĩngĩ? Nĩmũgwĩtĩkĩra kũrĩa irio cia mũthamaki rĩngĩ inyuĩ andũ aitũ? Hii Kenya iko na shida mingi sana. The country is sick, the country is ailing, and it needs a physician. And the only person who can rectify and remedy this country is Stephen Kalonzo Musyoka. Stephen Kalonzo Musyoka has the prescription for this country. When they were taking oath at Kasarani, walisema wanataka kurudisha hii nchi mahali Kibaki aliiwacha. Ni kweli basi kweli? Kuna jamaa mwingine hapo na formula ya Kibaki isipokuwa Kalonzo Musyoka? Kuna jamaa mwingine hapo na formula? Si wametafuta formula wamekosa. Na si formula iko hapa. Mtaingia form? Mtakubali kuingia form? Kalonzo ako rada ama yuko rada? Ako fiti ama yuko fiti? Ako sawa ama yuko sawa? Tutamshika mkono? Tutamunga mkono? Huyu jamaa ako rada bro. Na majenzi wamesema jamaa ako rada? Wamilinium wamesema jamaa ako rada? Nyinyi wa mama na mababa wa millennium na majenzi, Kalonzo ako rada, yuko rada? Ako fiti, yuko fiti? Ako sawa, yuko sawa? Ametosha, hajatosha? Thank you so much. Sasa huyo kwa wakili akianza hapa maneno hayo huko kotini. Kati yetu pia tuko na rafiki mwingine ambaye tumetoka kutembea nasi. He has been a CEC kule Nyandarua. Huyu pia ni mwanaharakati ya trade unionist, anaitwa Bwana Wagenye kwa mambo machache. Huyu pia ni hatari huko nyumbani. Asante, Your Excellency, Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Eugene na viongozi wote wa SD. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, nisalimieni kwa hewa. Asante. Kama vile SG amesema, mimi nimekuwa mwanaharakati wa Labour Movement katika hii nchi. Tumekuwa tukipigana na hii serikali ya mikora. Na Your Excellency, unakumbuka siku yenye tulikuwa kwako. Na mimi nataka kuambia, mimi I'm the last born in the family of 8. Because my father alioa akiwa mzee sana baada ya kufungwa miaka 7 wakipigania uhuru wa hii nchi. Ukisikia wengine wakisema wao ni watoto wa Maumau, mimi ndio najua uchungu wa kuwa mtoto wa Maumau ni nini. Mimi nimelelewa kwa shamba eka moja. And I'm the only person who went past class 8 in our family. Lakini nataka kuambia, msiogope kwa sababu sisi tunajua wakati unapigana, hukojei kesho, unapigana saa hii. Tunajua kwamba Zakayo anaharibu hii nchi. Na nataka kuunga mkono women rep wa Machakos. Hii vita mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, hatutangojea kupigana hadi 2027. Huyu jamaa tunanyoroshana na yeye saa hii wakati huu. Zakayo akiiba asubuhi, tunararua yeye hiyo asubuhi. Akiiba saa 7, tunararua yeye saa 7. Akiiba jioni, tunararua yeye jioni. Akiiba usiku, tunararua na yeye usiku. Akiiba asubuhi, tukiamuka akikunywa chai, tuko na yeye bumper to bumper. Lakini tukimaliza 2027, Your Senior Council Mheshimiwa Stephen,
We have another council, Eugene Wamalwa. We have a council, Mheshimiwa Kioni. We have a council, Dewajiro. Hata mimi ni wakili. 2027, huyu jamaa tunashika na vinyangalika wake wote tunafunga jela, atakula getheri na maharagwe kama hana neno na pampa za wazee. Asanteni sana na Mungu awabariki. Hiyo ni Nyandarua sasa. Huko na jamaa mwingine, kuna jamaa mwingine hapa pia ametoka pale ya Nyandarua, lakini sio mwanasiasa, but we want to thank your excellency kwa sababu huyu kijana anaitwa Kirema. Anafanya kazi hapa Makueni, Machakos County, na ametoka huko kwetu pande na Nyandarua Darawa kuja sema mmoja tu, wewe ni si mwanasiasa. Lakini siasa iko kwa Mungu. Kanisa la Bwana tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Simon Kirema, Chief Officer Energy Machakos County. Mimi nimepewa kazi na chama cha Wiper Machakos County. I have one message to my people of Central Kenya. Na ninasikia kuongea na Kikuyu. Tugeuke Kigemo Kema Shako. Ukienda Mamba utapata wa Kikuyu. Ukienda Donjoza Book, ukienda Mavoko, ushaisikia tumepigwa mahali? Ushaisikia tumefukuzwa vile tunafukuzwa kwa wengine? Tafadhali, Wiper ni chama ambayo inakubalika kila mahali, na sasa ni wakati wetu. Wale tumeishi huko, tunarudi nyumbani tunawaambia we have experienced Wiper. We know Wiper. Tumepewa kazi na Wiper. Si mtatusupport sasa? Yes. Ama mtatuachilia? Si tuliwashikilia Jubilee? Yes. Tukawashikilia wakati mwingine. Hata nyinyi Wakikuyu hapa mkashikilia diaspora sasa. Sisi tumekaa ukambani, tumekaa amani, na mmesikia nimepewa kazi na Wiper. Simpigie Wiper makofi tafadhali. Thank you very much. God bless. God bless. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Anaongea mambo ya Kalonzo tu kila wakati. Your Excellency, I want to let you know something ambayo umeona watu wakiongea na nguvu sana, na wengi wao karibu wote almost 90% ni wana Jubilee. Those are the people who suffer when we tried to run against Buddha hapa. These are the people who have stood with the Jubilee wakati ilikuwa inajaribu kuuzwa na akina Kanini na Sabina na hiyo utaya siasa. And haujawaona utawasikia. You have started testing them. Wengine ni wale ambaye akina Mbolo walitafuta viti hapa, lakini kwa sababu haugesimama hata kwa kanisa uongee mambo mengine isipokuwa ya huyu Sakayo. Waititu anaelewa. Alikuwa amesugua hii ground, walikuwa wameharibu kweli kweli. And we really thank Waititu for what you are doing. Thank God for you. Kwa hivyo unaona, unaweza ona tumekuwa tukimya kidogo kidogo, unaweza fikiria watu waongei sana, lakini uchungu uko ndani. These people are bitter. And they are ready for that alternative to William Samoei Ruto. And I want to assure you, tunajipanga Jubilee. Kabisa. Na utaiona tuwe mwenyewe. Leo you have seen a little bit of it. Kati yetu, we have the chairman of Jubilee hapa Kiambu. Wow. Mtajuana naye pole pole. Behind him, he will be having officials wa Jubilee in the whole of this county. 8,320. Mtu mwenye hajahama na hana lolote lingine isipokuwa kusema ni wapi Uhuru anasema twende, where is it that you want us to go. Na mimi want to thank them again. Chairman anapokuja na waomba tena wasimame tuwapigie makofi. These are people who have been enticed. Mheshimiwa Kuyo, you are part of this. Wale wameongea. These are people ambao, this team you are seeing here are people who have been enticed, they have been tried with all manner of things, but they have remained loyal. You will see many more of them. Chairman, Senator Mara, he was looking for the seat for Kiambu, Hakupata, but he is there, and in a short while, you will see him with a big team. Mheshimiwa Mara. Pigeni makofi. Asante sana
SG wangu Mheshimiwa Kioni. Kanisa, Mungu ni mwema na kila wakati. Kama mmearifiwa, kwa majina mimi naitwa George Mara na mimi ndio chairman wa chama chetu cha Jubilee katika kata letu la Kiambu na pia seneta mtarajiwa katika kata hii letu. Your Excellency, kwanza, in my capacity as chairman of Jubilee, I want to take this opportunity to welcome you here. Asante sana, karibu sana. Kanisa pia asante sana. Asante kwa kutupatia nafasi, tupate nafasi ya kuja kuomba, kusali na nyinyi na hata kusikia neno la Mungu. Ile naomba tu ni mtujue, mtuvumilie na mtuombee, sababu katika safari yetu ambayo tunaenda na Kalonzo the 6th ni safari mrefu na ina a lot of challenges. Please pray for us and pray for the 6th president. Your Excellency, allow me, at the risk of sounding repetitive, nikwambie, when we came over to SKM Center, tukiongozwa ni SG wetu, tulikuwa tumekamilisha mambo yetu ya kisiasa kwa forum ambao tulikuwa tunaita Limuru 3, and we came over to your place and with your team ukatupokea vizuri sana na ukatuunga mkono. Your Excellency, you remember I told you, and even in saying this, I want to talk to my Kikuyu people. Nilikuambia kwamba wakati Kibaki alikuwa anatafuta kiti cha rais hapa, kuna wale watu walikuwa wanamvuta chini sana, na wengi wao walikuwa wanamwambia, hata wanamuita nani? General Keguoya, si ndio? If you remember, Your Excellency, I told you, wakati wewe mliungana na Kibaki, mlifanya kazi. When you opened the curtains of the State House, ile kazi mlikuwa mmefanya ni kazi ambayo Wakenya waliona, wameifurahia na hata inasifiwa sio Kenya tu, Afrika yote na dunia yote. But what a lot of my people will not remember is that Kibaki was able to do that because you joined him. You helped